Mtazamaji, habari za wakati huu popote pale ulipo, karibu sana. Na kama ndio kwanza unajiunga au kuangalia kipindi hiki, basi hii ni simulizi inamhusu rafiki yetu, ndugu yetu, mpendwa wetu Adolfu, na hapa tuko nyumbani kwake. Ni mfululizo wa simulizi ambazo anaendelea kuzielezea, na mara ya mwisho tuliishia sehemu ambapo ilikuwa almanusura afumaniwe, almanusura, isipokuwa ni ujanja ukatumika kwamba sasa aliingia chini ya uvungu wa kitanda, na yule mwenye mali, kwa maana ya mume wa yule dada, akawa ameenda kuoga. Alipoenda kuoga, basi akapata upenyo wa kuchomoka, na hapo ndipo tulipoishia. Alipochomoka kutana na rafiki yake, kaambia, bwana wewe, michezo ya hatari sana wewe. Kaka, habari za wakati huu kwa mara nyingine? Fresh vipi? Habari za toka tulipoachana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, sio habari ya wewe. Kwa kweli na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, niko salama kabisa. Amina, ulifika salama? Nilifika salama kabisa, na tunasema tunamshukuru Mungu, kwa kweli kila kitu kinaenda vizuri. Wewe unaendeleaje? Na mimi naendelea vizuri kama ulivyonikuta, ndo niko hivi ndugu yangu mtangazaji. Sijatoka nje, niko humu ndani. Kama nilivyoongea, mimi nikiamkaga tunakaa tu humu, yani siwezi kutoka, unakuta nipo tu. Sio kwamba eti nashindwa kutoka, eti ni mlemavu. Hapana, sasa mimi nitoke hivi naona mimi naamwaga tu kushinda hivyo ndani. Naweza nikashinda ndugu mtangazaji, humu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ndio nitatoka hapo, tajinyosha tu hapo barabarani hapo kidogo, narudi ndani. Lakini mimi na uwezo wa kukaa humu ndani hata siku ngapi nisitoke. Kama ninacho chakula vizuri, naweza nikakaa nisitoke. Ndio naomba ikifika muda wangu wa dawa, na meza dawa, natulia, naomba, nikishaomba napanda kitandani, natulia nikiwa niko kitandani. Sema usingizi hauje, unakuta nini stress, nakuwa na mawazo, unakuta mimi ndo maana nalala mpaka hata saa 7 saa 8 niko tu kitandani hapa. Unaona, nikiwa na kisimu kangu hapa, hii hapa ndo nafungulia redio nasikiliza. Sawa, kama nilivyoongea mwanzoni, nilisema mimi ni mlevi wa redio na simu ya smart pamoja na TV, hivyo tu. Lakini ikiwa navyo hivyo, mimi wala unakuta mimi sina mawazo. Sasa ni na TV pale, unakuta sina mawazo, sina stress. Taangalia pale Taifa Habari, taangalia vipindi vyangu mbalimbali, michezo, bongo movies, comedy, nitacheki. Unaona, nikiwa na simu smart, labda kama nina MB, nitaangalia na kwa matukio huko wenzetu huko Ulaya, yani mataifa mengine vipi, naendeleaje, au kuna matukio gani. Unaona, kwa hiyo kwa ujumla simu pamoja na TV ni vitu ambavyo vinakupa company sana, kama nilivyosema, TV na radio na simu ya smart. Kwa hiyo angalau ukiangalia, ukisikiza radio, unapata kujua mawili matatu yanakwendaje huko duniani, na hapa nyumbani Tanzania inakusaidia kuondoa ma stress pia. Sio kuondoka, sio kwamba zitaondoka kabisa. Zinapunguza, inakuwa kidogo ile unaepusha fulani hivi afya akili, yani sonona. Unajua ndugu mtangazaji, tuliongea kuna mwaka fulani hivi, hata wenzangu wakiniona huko watakumbuka. Nilikuwa nilienda Dar. Nilisema ngoja tu niondoke niende tu Dar nikasurvive. Unaona, chumba sikurudisha, nikasema ngoja niende Dar kule. Kuna mtu, nikasema ngoja niende kuna mtu niende kumuona. Huyo mtu nilimsaidia kipindi hicho niko kule kwangu, nilimsaidia kimaisha. Unaona, nikasema ngoja niende pale kwake na anistiri, afu nifanye mambo yangu. Nilienda nikajitahidi, nikaunganisha hivyo, nikapata lifti, nikafika Dar. Miaka 4 kama ilio, kama sikosei, kama si 3. Nikaenda Dar, nikashukia pale Magomeni. Nilipofika pale Magomeni ndo mwanzo wangu kupanda mwendo kasi sasa. Nikafika pale Magomeni, nikatemka, ikaenda kwa mwenyeji pale, nikakaa, tukaondoka. Ndugu yangu, kweli wanasema kweli tenda wema uondoke zako. Nilifika siku ya Jumamosi. Jumapili yule mwanamke wake ambaye mimi mwenye nilimlea, unaona, kwangu nikaanza kuona zile roho ile ya nini, unaona. Na siku ile nilivyoondoka hapa, niliondoka nibeba vimchere
na nilikuwa tu na hela yangu ile natoa pale. Sasa nilikuwa na bara chumba kimoja, wenyewe wanalala huko na mimi nalala pale chini. Nimetandika, nimeweka tungu, naambia nyewe msijali, mimi nalala sakafuni, nimeweka tungu hapo nimelalia. Lakini nikaona kama waliona kama ni mabana, na mimi nilikuwa naambia nyewe naomba hapo mlipe kama wiki mbili hivi. Wiki mbili au one wiki ili fanya nini? Ni fight. Ndio mimi nikatoka hapo nikaenda wilayani, nikashughulikia kwanza barua serikali ya mtaa huko walikuwa wananijua, kaniandikia kunifahamisha kaenda wilayani pale Kinondoni. Ani ni yangu kwamba so napoenda pale nile pale kawaelezee wanisaidie nipate nini? Nipate barua, unaona? Niandikiwe barua ya msaada ambayo ninapita na changisha, nikija naomba wewe utanichangisha, utanipa hivi hivi, unaona? Nikishapata ndio nipate chumba nipangishe, na ile na zile fedha nitakayopata ndani ya miezi 3 ananipa ninapomaliza kuchangisha, nimeshachukua chumba, nimepata na mtaji, huyo naanza mishemishe. Nakimbia Kariakoo na survive. Ndo kama mimi nilivyokuambia, unajua mimi nikiuza vitu vyangu vya ujasiriamali huwa ni mtu unafanya vituko, naongea hadi kibubu, ndo maana unakuta naitwa bubu wa mchongo, unaona? Nikajua kule nikienda kule Kariakoo ikifanya hivyo nitakuja kufanya nini? Kuuza. Na kulikuwa kuna bwana mmoja hivi nimsahau, alikuwa alitwala, nimsikiaga kwenye redio, nikamchukua namba zake, akaniambiaje yeye na akaniambiaje, kule ana duka, akaniambia sikiliza, fanya hivi, wewe njoo, akaambia wewe njoo tafuta hela uje ufikie hata kwa mtu, unaona? Utafute kwa mtu afu uje tu hata 200,000. Mimi nakupa hapa mzigo na kuonyesha, kwa hiyo ishara zako ulizonipa utatoboa, nakupa miezi 4-3. Utaona hali yako itabadilika, unaona? Akaambia huko Arusha mimi nimekaa sana, huko hamna nini? Hakuna kitu, unaona? Huko hakuna kitu. Wewe njoo huko, wewe kwa hizo staili zako utatoboa haraka. Huyo jina lake linaenda, nimeshasahau. Kama unamsikiaga ndugu mtangazaji kwenye clip hizi, Doto Magari. Yule ambaye anapenda kumtania yule bosi wake, ani jina ndio linafanana hivyo, sio ni nani, Shamsound, unaona? Doto Magari sasa bosi wake ambaye Doto anapenda kumtania huyo. Usio anaitwa nani huyo? Hao wanatazama ndio watamkumbuka. Atamkumbuka, anaweza kumjua. Jina lifana huyo ndio yuko Kariakoo. Na kuna watu ambao walikuwa nikuuliza sema kumbe au ni Vunja Bei? Si Vunja Bei. Sio anaitwa nani tu, yani ukimwona anapenda tu kucheka tu. Nilikuwa namuona kwenye clip kwenye hiyo simu. Unaona anapenda kucheka, Doto anamwambia wewe tajiri gani sijui nini, anapenda kumtania, unaona? Ni bosi wake na Doto Magari, unaona? So sasa ndio jina linafanana na huyo. Wewe jamaa kananiambia wewe uje, wewe njoo nitafute, wewe na mtaji, mimi nitakuonyesha huko Kariakoo, nitakwambia njoo hapa. Alafu uza hivyo kibubububu uone. Anakuambia mimi nakwambia utaona miezi 4-3 utabadilika. Ulipokuwa unakaa hapo utakaa sehemu yako, utaweka vizuri, utahamisha familia yako. Alinipa moyo, unaona? Anitia moyo. Kwa hiyo kuuza kibubu unaweza kana nini kidogo, mfano kidogo hiyo kibubu kujisa kuongea ambayo inafurahisha watu. Kwa mfano, ndugu mtangazaji, hapa ni Stiriwaya. Nilizivyo kujaga Stiriwaya zile OG, nilikuwa natembeza hapo Ngaramtoni hapo. Unaona? Ndio kipindi hicho zimetoka hizi Stiriwaya OG. Nilikuwa nimepewa ma Stiriwaya, nikasema mimi nina uwezo wa kuziuza. Na mimi nikienda kuuza silapata chochote kitu. Zile Stiriwaya ziliuzwa 500. Mimi nikafika hizo Stiriwaya zilikuwa zinatoka Uganda. Kuna zilikuwa za kuja box, nikapewa. Kupewa hii hapa ndo Stiriwaya inaanza. Hapa baby. Hapa. Sasa wewe hapo utaniuza shilingi ngapi? Hapa nikupa ushike. Hapa shika. Hapa. Hapa. Niulize hivi sasa shilingi ngapi? Unaona? Lakini kati hujasema shilingi ngapi, unamuonyesha tu. Wewe ndio utaniuliza sasa hivi shilingi ngapi? Weka hivi, weka pembeni sasa. Weka pembeni, unaniambia shilingi ngapi? Alafu mimi nitakwambia 1,000, unaniambia na 500, mimi nakukatalia. Mimi nakwambia 500 hivi. Mimi nakukataa hapana. Mimi nakasirika, unakaza mimi naye hii, naambia hapana, hapa hivi naona. Niulize shilingi ngapi? Shilingi ngapi? Hapa. Hapa. Ndio niulize shilingi ngapi, mimi nakupa. Shilingi ngapi? Hapa. Hapa. Ni 1,000 hapa. 1,500 au 1,000. Hapa.
ba. Hapo ni shilingi 1000. 1000 na kati ni 500 ulikuwa unauza 500. Sasa na kweli nilikuwa nauza. Sasa mimi kama mteja na kwanza nakuhurumia kwa hali hiyo ya kuongea, nasema hii 1000 ngoja nitoe, si ndio hivyo? Kwa mwisho wa siku unakuwa umeingiza wewe umenipa. Sasa na mimi ukishanipa ile ukishanipa nikiweka mfukoni ndo nakuja kuambia asante. Watu wanabaki kucheka. Unakuja kuniambia kwa sauti ya kawaida? Nakwambia kawaida. Nikishakwambia aba. Hapo nakwambia asante. Sitaki kuonekana nini? Mimi nitashtuka kwamba wewe mbona mwanzo ulikuwa ongea vizuri, sasa hivi unaongea vizuri. Ndio walikuwa wanabaki wanacheka.